Nikukaribishe tena na nikualike katika mada yetu nzuri. Mada yetu ya leo kwa kweli imekuwa ni amazing. Naweza nikasema hivyo, imekuwa amazing sana kwa sababu nimekuwa nikiona simu za watu tofauti tofauti kupitia kipindi kilichopita. Nimepigiwa simu, watu wamenisimulia visa vyao. Lakini katika visa ambavyo nilisimuliwa, kuna kimoja nikasema you know what? Lazima nikashare na wenzangu. Kwa kweli kilinigusa. Mimi binafsi kiliniumiza sana kwa sababu nikawa na assume kama ningelikuwa ni mimi, kiukweli iliniumiza sana sana sana. Kabla hatujaanza kabisa nikukumbushe kusubscribe kwenye YouTube channel yetu pendwa, na shusha komenti yako pale, tuambie kupitia kisa chetu umejifunza nini, na utuambie pia kama nini kiongezwe, nini kipunguzwe. Tunapokea maoni pia. Na jina langu ni Zainabu Madinda. Nikukaribishe, karibu sana. Hutojutia. Weka bando la kutosha na unisikilize. Wiki iliyopita kuna simu nilipigiwa na mdada. Kwa kweli mdada alinisimulia kisa chake, nilijisikia vibaya. Nikaona nije nikusimulie na wewe ndugu yangu kwenye kipindi cha raha ya simulizi. Maana hapa ni raha ya simulizi. Hapa tunasimuliana. Katika kusimuliana ndugu mtazamaji, tunajifunza vitu vingi. Katika visa vya wenzetu sisi pia tunapata kurekebisha makosa yetu. Yule mdada ambaye jina lake kidogo nitalificha kwa ajili ya usalama alikuwa na uhitaji wa binti wa kazi. Wakashauriana na mume wake, bwana, ongea na wazazi kijijini kule watutafutie binti. Mume wangu, mtoto huyu anakosa dada wa kukaa naye, mama anafanya kazi, baba anafanya kazi. Kwa hiyo kweli siku hiyo baba akamwambia mke wangu, kuna binti nimeambiwa yupo tayari kufanya kazi, ila kidogo ni mkubwa. Mke wake akasema, mume wangu, kwa nini tusichukue binti mdogo ambaye tunaweza kumlea sisi wenyewe? Akasema, hapana mke wangu, ni mtu ambaye tunamwachia nyumba na tunamwachia mtoto pia. Kwa hiyo ni vyema kawa ni mtu ambaye ni mkubwa na anajitambua. Mke akasema basi sawa. Yule binti kweli akaletwa na mkaka mmoja hivi ambaye yule dada anamfahamu yule mkaka. Ni rafiki wa mumewe, sorry. Dada akaletwa pale, dada akaanza kazi kweli na anafanya kazi tu vizuri. Imepita kama miezi mitatu, dada anasema yule mtu ambaye alimleta yule dada akamfuata yule mwanamke, akamwambia, dada samahani, huyo binti yako namuona kama ni mwanamke fulani hivi ambaye anajitambua. Nilikuwa naomba dada uniunganishie nianze naye mahusiano, sitamchezea, nitamuoa. Yule dada akasema sio kitu kibaya, kwa sababu siwezi kujua, labda ndo mume wake na nini. Akasema sawa, nitajaribu kuongea naye. Yule dada kweli alikuja kumgusia yule binti akasema, sawa dada, hata mimi nimempenda. Kwa umekubali? Nimekubali. Haya. Akamwambia, shem, naomba nitoke naye basi tukabadilishane mawazo, tukapate na muda wa kuzungumza. Akasema sawa, afanye tu kazi zake vizuri mapema, amalize, hakikisha hakuna kazi, kwa sababu mimi leo nipo nyumbani. Basi ila naomba uwahi kumrudisha kabla mume wangu hajarudi. Yule mkaka kweli akamchukua yule binti akaondoka naye. Bahati nzuri akamrudisha mapema tu.
Dada akamuuliza, vipi, umemuonaje, umeongea naye? Akasema, nimeongea naye dada, nimemuelewa, nimempenda. Unasema kweli? Basi mdogo wangu kaa naye vizuri, mshauri hakuoe mapema, msikae tena muda mrefu sana mkachokana. Dada akasema sawa dada, ina shida. Mahusiano yakaanza. Ikipita siku ngapi huko, mwanaume anakuja, shem samani, namuomba binti nikazungumze naye. Anamvalisha vinguo, anampodoa, anaonekana mwanamke mzuri, anaenda. Sasa imechukua kama miezi 6 hivi, bado wanayo mahusiano yao. Miezi 6 ilipopita, yule binti akaonekana ni mjamzito. Sasa huyu mama mwenye nyumba anafahamu kama binti ana mahusiano na shemeji yake. Akamwambia, umebeba mimba? Akamwambia, ndio dada, nina mimba. Akamwambia, kwa hiyo itakuwaje? Akasema, hapana, mtu wangu kashakubali kunioa, kwa hiyo haina shida. Akasema sawa. Kwa hiyo sasa mimi nitaongea na mume wangu. Hapana dada, usifanye hivyo. Kwa nini unakataa? Usifanye hivyo dada, mimi cha msingi tu nitaongea na mpenzi wangu, ataenda moja kwa moja nyumbani. Yule dada akaona, subiri nimwambie mume wangu. Akamweleza mume wake, mume wangu, hiyo binti wa kazi ni mjamzito. Sasa mume wake akashtuka, mjamzito mimba ya nani? Akasema samani, lakini alikuwa anatembea na nani? Na rafiki yako, shemeji yangu fulani aliyomleta. Mume akashtuka, kweli? Akamwambia, sasa inakuaje? Akasema, mwanaume yupo tayari kumuoa, kwa hiyo haina shida sana. Mwanaume akapaniki, kaanza kufoka, namfokea mke wake, unaniletea malaya ndani, sui na nini, mpaka mke wake akasema, mume wangu sawa, lakini sasa huyu kijana atamuoa, haiwezekani, sui na nini, anafoka. Huyu msichana sasa akaja akaulizwa na baba mwenye nyumba yake, sasa bosi wake wa kiume, binti, una mimba? Ndio. Ya nani? Binti kimya. Katika tukio ambalo hata mke wake hakulitegemea, yule bwana akaanza kumwadhibu sana yule msichana. Alimpiga sana. Sasa mke wake anamshika, mume wangu, unampigaje mtoto wa watu kiasi hicho? Kama kishajulikana ni mjamzito na hapa hatuweza kukaa, tuna uwezo wa kumrudisha kwao akiwa salama, kuliko vile unavyomwadhibu hivyo. Sasa kumbuka kwamba hasira, yani mtu akishakuwa ana hasira huwa hawezi kujikontrol. Alimpiga sana, akamwambia, nimekuacha na mimba, sijui na nini, mimi ndo nilikubaliana na wewe hivyo. Sasa katika hali ya kuadhibiwa, msichana naye akajikuta amepanic. Akaropoka yule binti pasipo kutegemea, akasema, ndio sasa nimetembea naye, sikutaki. Mwanamke akasema, kuna picha gani inaendelea hapa? Mwanaume akapata hasira pale, akaondoka. Akamuita binti, akamwambia, binti, unajua kwa tumebaki wawili mimi na wewe, naomba uniambie ukweli. Kwa nini ulisema hivi mbele ya mume wangu? Binti akakataa, akamwambia, unajua nitakachokufanya hakuna mtu atakayekijua, naomba uwe mkweli. Binti akasema, ni kweli dada, mimi hapa nimeletwa na mmeo. Mmeo alikuja kijijini kwetu. Alipokuja kijijini kwetu akakuta mimi nimefukuzwa. Siku hiyo nilifukuzwa, nilikuwa nakaa na mamangu wa kambo. Nikafukuzwa usiku, nikaenda kukaa chini ya mti. Ndo akawa anapita na rafiki yake, wakaniuliza nilipowaelezea. Mmeo akasemaje? Basi twende nikakutafutia sehemu ya kulala.
Akanikodia chumba, nikaenda kulala, lakini na yeye mwenyewe akawa ananitaka mimi. Kwa sababu mimi nilikuwa na shida na nisingeweza kulala pale nje. Ikabidi tu nifanye nini? Nikubali. Kwa hiyo katika kukubali, huyu mkaka akasema nimekupenda sana binti. Nitafanya kila njia uje wapi? Uje huku, kwa sababu hata hivyo huna sehemu ya kukaa. Nikamuuliza nitakujaje, akasema usijali. Nitafanya mpango, kesho kutwa utanifuata mjini. Basi akanilipia la chumba pale siku 2, siku ya 3 kweli mimi nikapanda gari ndio nimekuja hapa kama mfanyakazi wa ndani, lakini si kweli dada. Kiukweli mtazamaji, mimi binafsi iliniumiza sana. Iliniumiza kupita maelezo. Nikawa yani hata ile confidence nika kama naishiwa. Binti akaeleza ukweli wote. Wakati msichana anaeleza ukweli wote akaambiwa, kwa hiyo hata hapa ulivyokuwa unatoka na huyu mkaka ni kwamba ulikuwa unaenda kwa mume wangu? Binti akasema yes. Nilikuwa naenda kwa bosi wangu kweli, kwa sababu yule ndo mtu wangu. Lakini mimi sikuwahi kumpenda. Ila kwa sababu nilikuwa nina shida, basi ikanibidi tu nikubali kutokana na hali ninayoipitia. Akasema kwa hiyo hata ujauzito ni wa mume wangu? Akamwambia hapana. Ujauzito sio wa mumeo. Kwa sababu mimi nimetembea na mumeo kwa kinga. Sasa ujauzito ni wa nani? Akasema hata yeye hiki ndo kimemfanya akasirike sana mpaka kufikia hatua ya kunipiga. Kwa sababu mimi nimetumia naye kinga, lakini nimekuja kutembea kweli na huyu shemeji yako. Huyu ndo nimempenda mimi na huyu ndo baba mwenye mtoto. Kwa hiyo hizo ndo hasira alizonazo mume wako. Kwa kweli iliumiza kupita maelezo. Lakini tukasema kwamba tusije tukaangalia tu upande mmoja. Tukakubaliana kwamba tumtafute huyu msichana naye, tujaribu kupiga naye story ili tujue huko alikotokea alikuwa katika mazingira gani mpaka yakampelekea yeye kuingia katika hii familia kwa staili hii. Hiki ni kisa cha mama mwenye nyumba ambaye ni bosi wa yule binti. Tulipojaribu kushirikishana naye, tukapiga naye story kuhusu hiki kitu na akasema kwamba yule binti sasa hivi ameshaondoka na yupo katika process za kuolewa na yule kijana. Lakini mume wake na yule kijana wamekuwa ni maadui wakubwa kwa sababu mume wake anaonyesha nia bado ya kuendelea kumtaka huyu msichana, lakini msichana ameshikilia msimamo wake kwamba hamtaki mkaka, anamtaka baba wa mtoto wake na baba wa mtoto wake naye anampenda binti. Mkanganyiko hapa mtazamaji. Lakini kutokana na hali halisi sisi hatupendi kusikiliza maneno ya upande mmoja. Nimejaribu kumtafuta yule binti ili tujaribu kupima uzani, ili tujue alipatwa na maswaibu gani ambayo yalimpelekea mpaka akafukuzwa akaenda kukaa chini ya mti. Na je, ni kweli au pia alimdanganya yule dada kwa lengo la kujitetea? Yote yanawezekana. Nikukaribishe na nikualike kwamba usiache kufuatilia kisa hiki mpaka tujue mwisho wake. Na tutapiga story na binti na pia tutajitahidi kadri ya uwezo wetu, tutamtafuta pia baba mwenye familia naye. Kama atatupa ushirikiano tutazungumza naye pia ili tujue naye ni kitu gani kilimfanya mpaka akaingia na tamaa za kuweza kutafuta binti kumleta ndani ya nyumba, kwa akaamua kuvunja ule uaminifu kwa mke wake, akaamua kuleta mwanamke ndani. Dunia haina siri. Hilo wote tunalifahamu. Na wanaume wengi wanafanya vitu vyao kweli, huwezi kumzuia mtu kufanya vitu vyake, lakini wanafanya mbali. Alipatwa na ujasiri gani wa kumleta yule binti pale nyumbani? Kama nafikiri tutafahamishana, kama atatupa ushirikiano pia tutapenda kupiga naye story na tutaileta hapa hapa. Usitoke. Mimi ni msimuliaji wako bomba kabisa, Piskali.
Zainabu Madinda. Bye bye.